Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Mzee Chalamila, hivi wale ng'ombe wako uliwapata? Wanazo. Sasa sifanya mchakato, mwenyekiti uripoti hata polisi mwende ili kusudi wale ng'ombe wapatikane. Mwenyekiti ametoroka. Sasa tutafanya nini sasa kuhusu hao ng'ombe? Sawa. Haina shida. Sasa ungefanya mpango hata kwa Zitokamba ukawafumua bomu moja tu. Mke wako mlokole. Haya bana, haya. Basi sawa. Haya. Odi. Karibu. Asante. Kumbe ni kaka. Karibu sana kaka. Asante. Shikamoo kaka. Marahaba, hujambo? Si jambo kabisa kakaangu. Za siku. Nzuri kabisa, vipi za huko? Upo mdogo wangu? Nipo kakaangu. Nimefika. Karibu sana kaka. Asante. Hebu ngoja nikuletee. Nimefika salama. Nimefika. Safari ni ndefu hii. Yaani karibu sana tuko kaka. Asante. Karibu sana kakaangu. Asante dada yangu. Habari za siku nyingi? Nzuri kabisa kaka. Umenenepa mdogo wangu, umenenepa. Kaka tena. Nimenenepa, maisha mazuri hapa kijiji cha Sanza hiki. Napata maisha mazuri. Vipi lakini kijiji cha Sanza bado kina mambo yale. Tena ndio kwanza yanaongezeka. Tena afadhali sana kakaangu umekuja. Niambie mdogo wangu. Yaani basi tunataka na jiraumu. Jiraumu kwa lipi kwanza? Kaka nikwambie. Baba Ilini. Na mama Ilini. Mume wangu. Namka. Kuna kitu humu ndani kinaendelea lakini sijakielewa bado. Kipi tena hicho mama? Na hii picha. Hiyo picha inahusiana na nini? Umeitoa wapi hii picha mama Ilini? Kwenye begi lako. Hapana, mimi mbona kulikuwa kuna picha kama hiyo? Picha nimeitoa kwenye begi lako, nilikuwa nakunja nguo zako. Mama Ilini, nikuulize swali. Uliza. Umeshaanza mambo gani? Mambo gani na kati nahitaji unielezee kuhusu hiyo picha? Hapana, hii picha sielewi. Uielewi nimekuta kwenye begi lako? Mama Ilini, sielewi hii picha. Huyu kijana huyu ni wewe hapa na huyu kijana Butogwa ni nani yako? Hapana, hii picha sielewi. Nahitaji kujua mume wangu. Yaani hapa sitaelewa, lazima unielezee. Na mimi nahitaji kujua hii picha umeitoa wapi? Kwenye begi lako. Nani ameifikisha mle? Mimi najua zile nguo ni za kwako, ni mali yako, begi ni la kwako. Kila kitu kilichomo mule ni cha kwako. Kwa hiyo hii picha unajua ulipoitoa wewe au ina maana gani? Kwa nini uitunze ndani mwako? Kamba. Ndio mara moja.
hapo kwanza tuzungumze. Sasa dada, namkumbuka yule mzee. Yule alikuja kipindi kile. Yule mzee aliyekuja juzi kati pale. Sasa hiyo siku aliongea maneno kimafumbo sana, nikashindwa kumuelewa. Lakini mimi nikiangalia kwa haraka ana kitu yule mzee. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki. Nimefika sema kijiji cha Sanza hakijabadilika. Yaani kubadilika cha Sanza kaka. Nimefika, kabla ya kufika hapa nikapita pale kwenye ile familia ya yule mzee alikuwa anatusaidia mashamba kipindi cha nyuma. Yale mashamba ulikuwa nalima na viazi, nilikuwa tunalima viazi. Kumbe umefika hapo. Nimepita pale nikakuta kuna wale watoto wameshakuwa. Kaka, watoto wale wameshakuwa. Wameshakuwa kwa kweli. Wameshakuwa. Kale kankamba na kale ka butogo. Imekuwa eti baba ni butogo. Wameshakuwa wale watoto, ila wana changamoto kakaangu. Changamoto kama zipi? Wana matatizo makubwa sana wale watoto. Ndo za ugonjwa. Ameniambia kwamba naumwa, eti kijiji kinasema laana. Lakini mimi hii siri naijua. Nadhani hata wewe unafahamu. Nafahamu. Ndicho kilichonitoa hapa kijijini. Yaani kaka, afadhali sana umekuja. Kilichonitoa hapa kijijini. Wale watoto tuwasaidie. Kwa sababu yaani hiki kijiji hiki kuna yule mwenyekiti na yule mganga. Yaani mimi mwenyewe mpaka walinishawishi. Yaani nikaingia kwenye mambo yao. Uliingia mambo gani tena na wewe mdogo? Mbona nitiisha? Yaani si eti wakawa eti yule mganga si ndo akawa sijui anapima na tangaza hapa kijijini kwamba yule mtoto ameshatuletea laana hapa, ameachiwa laana na wazazi wake. Yaani ugonjwa ndo katapakaa sasa hapa kijijini eti ni laana. Si ndo wakaja kuniambia na mimi eti kwa vile uko karibu na wale watoto tuwe tunakutumia, tunapeleka pale dawa yule mtoto afe kwa sababu ile laana itoke. Sina mimi kaka yaani sijui akili nipotokaje, yaani hata sielewi. Mdogo wangu na ulifikia huko? Yaani kaka naomba. Kumbe mimi mpaka natoroka hapa kijijini na wewe tena unajua siri. Unaniangamiza mpaka na mimi kaka yako. Kumbe unashirikiana na wale walionileteleza mimi nikatoroka hapa kijijini. Ila sio akili zangu kaka. Na hisi wao ndo walinishawishi. Ila kaka naomba unisamehe sana. Kwa vile umekuja, tunaomba tufanye yani juu chini ili watoto tuwasaidie. Tena yani nashukuru sana. Nilikuwa najiuliza sijui nitakupataje. Ila kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Usingelikuwa ni ndugu yangu. Hata mimi najua kaka. Hata hapa nisingelikuwepo kabisa. Ningelikuwa nimeshaondoka. Yaani kaka kwa sababu tu wewe ni ndugu yangu, lakini kaka naomba unisamehe. Yaani mimi mwenyewe najuta. Kama nilifanya makosa. Usije ukarudia. Mimi mwenyewe ninavyojuta hivi. Na kwa sababu nimesharudi hapa kijijini, kila kitu kitaenda sawa. Yaani naomba iwe hivyo kakaangu. Na kipindi natoka pale kwa kina Butogwa, nimekutana na vijana watoto wadogo kabisa. Wananitishia eti nisiende tena pale kwa kina Butogwa. Nikawaangalia nikasema, nyinyi watoto hamjui kwamba sisi ndo Sanza na tumesharudi. Watoto gani? Kuna watoto wahuni. Wale wavuta bange. Tena wale watoto sasa wale dawa yao ni ndogo. Wale si unanijuanga mambo yangu yale. Nikiamua ni busha tu. Ila kaka wale watoto yaani hapa kijijini tunawaogopa kama uko. Yaani nisikilize. Kwa Mungu anasemaka hakuna mzee. Ila na wazee wapo. Na wazee ndo sisi mdogo wangu.
Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi na Wewe Kisaka la mientu umefanya nini hivyo? Simama. Na wewe Kiboribo, simama. Hapa nimekuja kwa nia moja tu. Mzee Kokoto, mimi aingie katika kijiji changu. Mimi, Mzee Zito Kamba. Mzee niliyeshindikana katika kijiji na vijiji. Kuna wengine mpaka wanapiga simu nikawatole majini mbali, nchi za mbali. Nishindwe Mzee Kokoto. Wewe Kiboribo, leo unafanya kazi hapa Kilingeni. Cha muhimu mimi mniangalizie Mzee Kokoto. Kaingia katika kijiji changu, anataka kuchanganya kijiji changu na mimi sichanganyagwi. Nakubali tu wanichanganye bure kiseti kwa sababu watoto wadogo. Lakini mimi sichanganywe na wale wazee walio na dawa. Yule Mzee Kokoto bibi yake alikuwaga mzima, alikuwaga na dawa. Sasa yaweza kuwa alimuachaga vizuri. Nilimuua kabisa yule. Nikajua hata mizimu yangu mkaja kunirudishia kwamba alishakufa Mzee Kokoto. Kaingia katika kijiji changu na nimemuona live. Nataka mumumalize. Simameni hapa. Nataka aishe. Malizia machacha. Malizia kila kitu. Miola Mkimbiri, Miola Mbazu. Uwa Kili Mkizungu. Wewe Kibalate, nakutuma kwenda kwa Mzee Kokoto ukamalize. Nakutuma nenda, maliza kwa Mzee Kokoto, maliza afe. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani. Samahani binti. Haujambo? Marhaba. Toto hujambo? Salimia. Samahani, napenda kuuliza kitu. Mimi hapa ndo nimefika sasa hivi, ila nimeelekezwa kijiji cha Sanga. Sijajua kama ni hapa au sio hapa. Bila samahani kakaangu, hapa ndo kijiji cha Sanga. Karibu. Oh, asante sana, nashukuru. Maka nilijua kwamba nitapotea, lakini nashukuru Mungu nimefika sana. Lakini kakaangu samahani, maana shule hii ni ngeni kwangu. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi sio mbali sana kutoka hapa. Oh. Samahani kwanza, niongee na simu mara moja. Halo afande Mfupa. Ndio, hapa nishafika tayari, nipo Sanza. Nimejaribu kukupigia sana, ulikuwepo upatikane. Nimepiga sana simu zako, ila bahati nzuri nimekutana na binti hapa, nimemuulizia akasema ndipo hapa. Niambie wewe unapatikana wapi ili niweze kufika mara moja. Oh, 280. Sasa huyu sijajua kama atapajua, hebu nielekeze vizuri, niliendaye anaweza asijue hizo kodi. Ndio. Okay, basi sawa. Sawa, nashukuru sana afande, nakuja. Kuwa makini sana. Oh, samahani binti, kupoteza muda wako. Sasa hapa nilikuwa naulizia njia inayoelekea kwa mwenyekiti. Sijui ni wapi? Njia ya kuelekea kwa mwenyekiti? Hii hapa, unanyoka, unakaa njia panda kale pale usikafuate. Unanyoka moja kwa moja, kuna nyumba zipo utaenda uzione. Basi sawa, mimi ngoja nifike huko, ila samahani sana kwa kupoteza muda wako. Sijui ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa napeleka mdogo wangu tusheni. Unajua sasa hivi mwezi wa 6 wamefunga. Oh, tusheni. Kanasoma mtoto anaitwa nani?
Anaitwa Aidan. Mtoto mzuri. Sasa ukifika huko Aidan utanunua pipi, hela hii hapa. Utanunua pipi, sawa? Mwambie asante. Mimi naenda sasa. Nashukuru sana binti. Haya. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea moyoni na Zombie ha turia ha Wewe ndo nilikuwa nakutafuta mpaka nimeamua kwenda mjini kwanza nikaende kufanya kazi zangu ndo nije nikusake vizuri. Bahati nzuri tumekutana hapa. Kazi zangu mnafanya namna gani hiyo? Unanionaje mwanangu? Unanionaje bwana? Chumba tu na lolote yani. Fanya kitu unaotaka. Mimi tena na usiseme. Tete fungo yangu dogo. Hamjakuwa. Mimi sina nia ambaye na bula kisetiko. Sina nia ambaye namfuatia mzee Kokoto mpaka tikitaeleweka. Ngoja nirudi mjini. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi vurugu wivu ndo usiseme, mtaani kutwa makelele, muungano hakuna imevunjika ngome, chuki ya kijiji